Kuna kaujasiri fulani ambako lazima tuwe nao. Jana tukafundishwa ile ya kwamba kuna vitu unatamka, you shall declare and it shall be established. Na inabidi ujitie ujasiri. Ni sawa, wengine wanaenda kama wakisema kama mimi mbwa koko, mimi ni komba mwiko tu, lakini kuna kaujasiri tunahitaji tunapokuja mbele. Ndio nasema let us come bold. Yule jamaa jana kama kwamba alikuwa akirusha akabosi, akasema amjui, mimi ndio naelewa. Kuna kaujasiri fulani ambao kwa sababu ya ile hali yako na ile kusudi ambayo nimekuleta katika nyumba la Bwana inakufanya kwamba haunyamazishwi na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe uliyekuja unajua kilichokuleta. Si ungeangalia TV bwana. Si ni kweli? Si ungekunywa chai yako umeinua miguu juu juu. Lakini umekuja kwa sababu unajua kilichokuleta. Na kwa hivyo hakuna sababu ya kunyamazishwa. Na kwa sababu umekuja, Mungu naye amekuja. Si ni kweli eh? Kwa sababu umekuja, Mungu naye amekuja. Na anapokuja kuna vitu lazima anene. He is not a silent guest. Kuna vile vibandiko sema he is a silent, sijanunua kwa sisi hata kwa, lakini ukiona kwamba sema he is a silent guest, is hapo kila in every meal eh. Tuakuli yeye anakaa pale. God is not a silent guest. He speaks, my friend. He does. Kwa hivyo nataka tu kwa sababu umekuja, Mungu akubariki. Na kwa sababu umetulia, nasema neema ya Bwana ikutoshe. Nataka tukaendelee katika ibada hii. Kwa hivyo nataka tukachanganye mikono yetu pamoja tunapomleta Reverend Tinga ambaye ataendeleza ibada kuanzia pale. Mpigie Bwana makofi, mshangilie Bwana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi ni furaha yangu kushukuru kwanza kwa sababu umepatikana. Amen. Ni vizuri kuwa katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na inapendeza. Bwana asifiwe sana. Tamani kama ugeukie jirani yako mwambie kwamba anapendeza. Tena muangalie msubiri tu kwamba uko smart. Bwana asifiwe sana. Tell them they are smart this morning now. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu ningetamani uwe hivi. Bwana asifiwe. Hata ungeambia mtu, natamani uambie mtu kwamba unapendeza. Mwambie tu unapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Alafu isiwe Jumapili peke yake. Yaani kuanzia Monday, Tuesday, ukae hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ameketi, sema ni kama ukasimama mahali ulipo, simama kwa miguu yako. Just interact. Salimia mtu, kuja salimia mtu tangu. Kuna mtu amekuja nyumbani amesema mimi sitasalimia mtu leo. Hebu ufikie tu, msalimie, mwambie tu unapendeza hivyo ulivyo, unapendeza hivyo ulivyo. Tell somebody something good. Mwambie mtu kitu kizuri. Ambia mtu kitu kizuri tu asubuhi ya leo. Ambia mtu kitu kizuri asubuhi ya leo. Tia moyo mtu asubuhi ya leo ya kwamba yuko mahali pa sawa, mahali pa sahihi, mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nakuruhusu tu uendelee. Muda wangu uko vizuri sana pale na tutaenda kupita muda ule wetu. Muda uko vizuri. Amen, amen, amen. Basi Mungu awabariki sana. Asanteni kwa sababu ya utiifu. Haleluya. Asanteni sana. Nashukuru Bwana kuwaona mmechangamka hivyo. Inapendeza. Inapendeza. Wale ambao hamjakuwa hapa tangia siku ya Alhamisi, basi Mungu awabariki. Karibuni sana kwa mkutano huu ambao leo ni siku yetu ya mwisho. Ibada hii asubuhi ya leo tutamatisha jioni. Kwa hivyo usiseme nimeenda ibada tu, lakini nakukumbusha tayari ya kwamba jioni tuko hapa kuanzia saa 10. Tunaanza mapema kabisa ili tumalize katika wakati wa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu mahali pale ukae. Nitakuwa na muda mchache mahali hapa
alafu baadaye nilete mtumishi wa Mungu akaweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuwa hapa siku ya leo, na Mungu akubariki sana kwa kuwa umekuja. Bwana asifiwe. Kwa kuwa umefika, Mungu akubariki sana. Wachache walijua vile tulikutana na mtumishi wa Mungu Mkenda. Nataka nishuhudie. Bwana asifiwe. Amen. Alafu nipishe watu wachache washuhudie. Leo ibada imegeuka ilikuwa tunatoa sadaka alafu tuhubiriwe. Nitashuhudia, alafu nipatie nafasi watu 3 4 washuhudie, alafu tuongozwe kwa worship na ile timu kutoka Dar es Salaam, alafu mlete mchungaji aweze kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilikuwa nimeenda Dar es Salaam na shughuli zangu. Mnajua nina kijana pale ambaye anasoma kule, na nilipofika pale nikapigiwa simu na mtu simjui. Sema Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe ndio representing na mimi ndio mimi. Alisema uko wapi? Nikamwambia niko Ubungo. Nishaanza kuwa mwenyeji sasa wa Dar es Salaam mimi. Nikamwambia niko Ubungo Maziwa. Akaniambia nilikuwa namba yako na mtu kutoka Kilifi. Akaniambia umekuja na mimi, hata kama una shughuli zako, nataka Jumapili uje kanisani uhubiri. Nikasema mchungaji, unanijua kweli? Akasema sikujui, lakini njoo kanisani Sunday uje uzungumze na watu wa Mungu. Basi mimi nikasema sawa, nikajitayarisha. Ilipofika Sunday akanitafuta, akanipata pale mahali ile hoteli ilikuwa, na akanichukua pale akanipeleka kanisani. Bwana asifiwe sana. Sikia shuhudia anafikiria huko. Nilipofika kanisani kama kuna ibada ya kwanza. Sasa mimi nikafundisha ibada ya kwanza. Akanambia na ibada ya pili utafundisha. Nikasema ni sawa. So nikatumika pale. Baada ya ibada ya pili tukaachana. Ili mimi nirudi kwetu Jumatatu na hapa shughuli zake. Lakini tukawa tumegeuza zile contacts. Lakini kuna kitu ambacho nilizungumza pale kwa ibada ambacho kilikuwa cha unabii. Mimi si nabii. Lakini sikia moyoni nikamwambia kwamba nikija tena hapa sitakukuta hapa. Sikuwa najua napitia nini. Kanisa sikuwa najua napitia kitu gani, lakini nasema kwamba nahisi moyoni kwamba nikija tena Dar es Salaam sikukuti hapa. Baada kaniambia kwamba unajua hapa kuna changamoto, huu uwanja sijui shule inataka kuchukua, sikuwa najua chochote. Huu uwanja shule inataka kuongeza uwanja wa shule, kwa hivyo basi changamoto yetu ni hiyo. Nikasema wa, na kweli nilipoenda mara nyingine nikawakuta wako mlima wa, nikawapata wako mahali kwingine, mahali pakubwa, mahali pazuri, mlimani, panapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So tukaanzisha haya mahusiano, na mnajua Tanzania nyinyi si ndio Sisi tunaogopa Tanzania. Tunasikia kuna Korogwe, kuna Sumbawanga. Tunayajua hayo kwamba kuna mambo huko. Bwana Yesu sana, najua mji Korogwe. Na Sumbawanga, hata wenyewe wanajua Sumbawanga siku nzuri sana. Sasa kuna watu wangalie kosho Tanzania. Tanzania kweli. Barakota friend. Huyu mchungaji anafanya kazi na ministry ya Redeemed. Bwana asifiwe. Redeemed Gospel ile iko hapa Kenya. Bishop nani? Kitonga. Hata Kitonga. So wana misingi ya kutoka pande hii. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikaona nituisha Mungu ambaye hakuwa na ule ujanja kama prophet nani yule pale kanilaza wakati ule. Ukapata prophet Elijah. Kwa prophet nani yule? Ile nyumba inaitwa Edgar. Kulikuwa na gari imebaki pale. Kanajua ni prophet huyu ambaye sasa niliuliza story yule prophet pale, nikaambiwa vitu vingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuanzia pale tuka maintain yale mahusiano. Amen. Na si mwaliki kuja hapa kwa sababu hakuna wahubiri Kenya. Hapana. Lakini ile impact ambayo ameacha mahali hapa. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Na naposema ile impact au ile mguso anaoacha mahali hapa, kwangu mimi mwenyewe binafsi na familia yangu, naamini kanisani pia kuna watu ambao kupitia huduma yake wamebadilika. Bwana asifiwe. Na mambo ameachilia hapa ambayo yamekuwa prophetic.
sana, yalikuwa ya kiunabii sana, na nikamwambia katikati ya program zako tight utakuja Kenya. Tayari ana mkutano unaanza wiki ijayo, na mkutano huo alikuwa amenialika kabla mimi kumwalika. Hiyo wiki ijayo alikuwa niende Dar es Salaam, hata kama asingekuja hivi. Nikamwambia kama utakuja. Akanyamaza kimya, mimi nikanyamaza pia. Baadaye nikamwambia unajua kila kitu kiko sawa na tunakusubiri. Akasema wewe sasa huo ni ule ujasiri kabisa. Akaniambia nakuja na sisi peke yangu. Bwana asifiwe. Amen. So, wapendwa, tumpigie Bwana Yesu makofi kwanza kwa sababu ya hawa watu. Nauli ya kutoka Dar es Salaam mpaka hapa ni 40,000 za Kitanzania. 40,000 shillings. Wengine wachukua mpaka 50,000 ambayo ni kama shilingi 500 ya Kenya. Bwana asifiwe. So mtu mmoja kuja na kurudi ni shilingi 5,000. Kando na mipangilio ya makaratasi, kando na maji ya barabarani na kitu kama hivyo. By the way, nimesahau kitu. Yeye alizungumza kuhusu daraja ya mabasi. Hapa kwetu hakuna. Na kuna watu hawakuelewa anasema nini. Pale Tanzania kuna magari yanaitwa extra luxury. Hapa kwetu hakuna. Kweli uongo? Hakuna. Yako na vyoo mpaka humo ndani kama SGR na toilets. BM, Kilimanjaro, Ratco, nimekuwa mwenyeji. Zina toilets kule ndani. Alafu ukipanda hiyo basi unapewa snack kama ambayo kuna na ndege. Unapewa maji, unapewa na juisi, unapewa na vitu vya kukula. Utashuka tu ujinyoshe. Lakini basi likiamua kwenda naenda tu toilet tuko huko ndani. Alafu na daraja la pili wanasema ni luxury class. Hapa kwetu pia hakuna. Yetu hizi ni middle class. Ile ambayo unaita middle class hapa, ile ni tunasema ndio basi lenyewe hapa, kule ni middle class. Alafu kuna ordinary class. Bwana asifiwe. So zile basi, kampuni moja ina mabasi hizi. Kwetu hapa kuna ujanja, atupande basi kule mbele 64 ni VIP. Alafu yote kule nyuma mnaitwa ni kama mnapanda hizo basi kwa namna hiyo. Pale ni basi la VIP au VVIP peke yake. Lakini ajabu niliona pale ni kwamba ukienda kwa hiyo kampuni na mabasi aina zote, ukitaka kukata nauli yako pale, zile za hapa zimejaa. So hawanzi na ati Genesis kwanza ndio uende kwa basi nyingine. Hapo kuna robo na kuna Genesis bana iko rahisi. Wanaanza na zile ziko juu ziishe. Ndio hizi zingine sasa hizi za Kayumba sasa ndio. Bwana asifiwe. Wanajipenda wapendwa. Hapo wametupiku kidogo bali tu kama wamekushinda katika mambo na transport. Wako kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila pia tumewashinda sisi matatu zetu wana kitu watu watatu kule zao za kutoka Moshi kwenda Kolili. Hapo ndio mtakupata bana, mtapakatana. Huko hivyo pia katika mpango mwingine. Amen. So sikumwalika tu kwa sababu ya kwamba hatuna mahubiri, lakini ule mguso ambao ameacha kwetu. Bwana asifiwe. Mimi nakumbuka vizuri, nimesema nashuhudia kuna kipindi kwa napitia ambacho hakikuwa kizuri sana. Na sikuwa naweza kwenda kuambia kila mtu kwamba napitia kitu kigumu. I was passing through a situation, I can say it was between a rock and hard place. Kote kugumu na nikaa nimeamua kufanya vingi, lakini sasa siwezi kuvifanya katika ule wakati mmoja kanifanya. Mwaka ulipoanza huu mwaka jana tukasema kwamba Mungu amesema nasi kwamba year of breakthrough unlimited. Yaani upenyo usiozuilika. Na nikasema upenyo usiozuilika si washirika tu. I believe God. Na tukaambia Mungu tutaomba maombi 5. Kumbuka 5 prayers. Tukasema tutapiga maombi 5. Kila mmoja awe na list ya mambo mangapi? 5. Na huu mwaka usiishe kwamba Mungu amefanya. Nikaambia usome kitu kingine, ombea 5 hizo. Zikisha kamilika, patia Mungu list nyingine. Bwana asifiwe. Amen. Binafsi zangu 4 zimejibiwa bado. Moja. Nami naamini huu mwaka utaisha kwa sababu naona dalili kama unasema kama mkono
kama kiganja cha mkono wa mtu kama kiganja. Kadhalili kidogo. Bwana asifiwe sana. That means kitu kinafanyika. Hapo aliambiwa kwamba ajifunge vizuri, akimbie maana kuna kuja mvua, lakini kalikuwa ni kawingu kadogo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So Januari kapita, Februari kapita, naamini Mungu vitu vingapi? 5. Mwezi wa 7 ukafika, wanene ukafika mwaka jana. Lakini tunasema breakthrough unlimited, vitu vinafanyika. Akaja mkutano wa jana, kuanzia hapo immediately baada kwa amekuja mkutano last year. Hivyo vitu vikawa viko foleni. Yaani viko foleni. Hiki kifanyike na ngoja kingine kifanyike. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka hata nilimpeleka kwa plot yangu Mabilikani ambayo nilikuwa nimeitafutia mteja miaka 4. Nasema nauza ploti, watu wanakuja, tunaelewana. Mpaka na mke wangu basi tuende kwa wakili, kwa sababu kuna mteja amekuja pale, haji huyo wakili. Yaani wakili haji. Mpaka tunashika, si ametuita huyu. Haya, mwingine anasema njoo hapo, nakuja hapo tumalizane, tulipane. Alafu nakaa pale mpaka saa 7 za mchana. Unajua kama kuna shida, haji. Sasa na hivi bilisi gani? Wateja 4 ambao tulikuwa tumepatana, tumekubaliana, tumeandikishiana, bado wafanya malipo wako onekana. Nikaenda na mkenda Bishop, nikamwambia hii ploti imekaa nayo. Akashika ule mchanga hivi akasema hii ploti nikija haitakuwa. Nikirudi mwaka ujao hii ploti itakuwa imefanya nini? Hiyo ploti haiko sasa, imenunuliwa. Bwana asifiwe. Is that not a miracle? It is a miracle. Na kwani sikuwa nimeomba, nimefunga fasting, nilikuwa na fast, ninaomba mpaka nikaamua nikaamua na bishop mwingine enda na anointing oil. Nikaenda na anointing oil pale kwa plot. I'm anointing this plot na achilia na ipaka, nikapaka hiyo mafuta. Kama inakuwa ni irisi sasa sijui mnasemaje. Lakini si nimeshauriwa. Enda na anoint your place. I will pray with him and that note has been bought. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amina. So si jamani hiyo ni yangu tu. Moja ya kitu kwa nimeombea pia kwa nimwambia Mungu nahitaji niweke gate pale kwangu. Sasa hivi ukija kumbishe pale kwangu. Nikitaka nikufungulie, nisipotaka nifungulie. Bwana asifiwe sana. Yaani nikachungulia kusema nani huyo? Hebu msifungue geti. Mwambieni siko. By the way kuna fundi alikuwa anajenga hapo, akabishiwa na mtu. Akafungua tu sema unataka nani? Anataka pasta kabisa hayuko. Alikuwa ndani, alafu kaniambia sasa mimi ningeruhusuje mtu aingie hapa na tayari sasa mpaka uniruhusu mwambie aje. Nasema kweli nimekuwa siko. Na siko mbaya. Bado kitabu naileta kwanza nifure, alafu baadaye niende kwa diet. Ziachilie kidogo kwanza. Ukifura kidogo unasema unakuogopa, hasa ukiogopa alafu niende kwa diet. Lakini chai kidogo. Alafu unasema pasta kumbe naye hapo mdogo vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka mtu ashuhudie. Na kushuhudia si kwamba hadi unajiinua, ni vitu ambavyo Mungu amefanya. It glorifies God. Sasa hivi ule wasiwasi kama ndugu zetu wa Kikuyu kule hawataki kushuhudia. Nikauliza bishop siku moja, yule bishop wangu pande ile bana anasema watu waoga. Akisema ati umebarikiwa sasa kubishiwa usiku kule. Sasa they don't testify. They don't testify. Wanasema ukitoa ushuhuda au kufanikiwa unaweza akafatwa jioni kule na mungiki. So hawasemi. Nikasema sawa tu. He is a faithful God. Bwana asifiwe. We have a faithful God. Yaweza kuwa hayo Bwana anasema kwa wewe ni madogo sana. Lakini kwa mimi ni makubwa sana. Bwana asifiwe. I was praying for my children. Kwamba Mungu afanye muujiza na Faith akapata ajira. Permanent and pension. Sasa hilo naweza kusema wewe vya kufanya nini? Vilikuwa vinanisumbua. Kwa sababu ilikuwa nauli ya kwenda hospitali kurudi kila siku ininipatie 300 kwa siku na sina kitu. Think about that Apewe nauli aende pale
County Hospital, si ndio? Arudi jioni, wanachukua 100 kwenda 100 kutoka pale nyumbani. 100 ngapi hizo? Haja kula. Na mwingine ana shift asubuhi ambayo kachai hani. Kwa hivyo lazima niachie na kitu kingine zaidi hiyo 300 kwa siku, kwa muda wa mwaka mmoja na miezi ya kuhesabu. Unafikiri rahisi wewe? Si rahisi. Alafu sasa hivi hanihitaji kodi. Hanihitaji nauli ya kodi. Mimi nasikia vizuri kama mjui. Kwa Yesu makofi. So naweza nikasema naenda dukani ninunue suti. Kwa sababu gani? Kale ka budget hakako kameshaondoka. Bwana asifiwe. Kale ka budget kameshaondoka. So nasikia vizuri wapendwa. Mimi na mimi tunapofanywa kitu hapo. So mimi nimeanza ule ushuhuda. Natamani kama tu tuambie Mungu amefanya nini kuanzia kipindi kile. What has God done? Na hata usihofu, we shall appreciate God for it. Nikasema hapa, giving a testimony is not showing off, but showing forth the glory of God. Si kujionyesha. Lakini unajua kama una kitu, watu wanajua una kitu. Watu wanajua una kitu, hata washirika wanajua pastor hana kitu. Ni hivyo tu, wanaweza kukudharau tu, wanajua hana kitu huyu. Bwana asifiwe. Unajua huyu mtu gani hana kitu? Sio kama leo nasema nini? Hata pale nyumbani kwako kama una kitu, hata jibu hata utakukaribisha pale. Kwanza kuona paka anakuja na kupata anapita huku, kama una kitu, hata paka anaweza kukufuata pale nyumbani. Ndio buda na kitu. Na kitu. What am I talking about? Mungu mwaminifu. Yule ambaye nasikia moyoni kuchangamuka, hebu aje mbele. Na dakika za pesa pale, atupatie ushuhuda. Microphone hii hapa. Patie ushuhuda. Kile Mungu amefanya maishani mwako. Alafu tupishe mwenyeji. Kipindi cha kushuhudia. Bwana asifiwe. Na si kipya kwetu. Tumekuwa tukishuhudia sindio eh? Natamani mtu aje hapa mbele, msiniaibishe. Amen. Msiniaibishe. Washuhudie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushuhuda wangu ni kama repeat, lakini nitaongezea some little aspects ambazo sikuwa nimezitaja last time. So last year hiyo mwaka wa Breakthrough Unlimited kulikuwa na Yesu asifiwe. Amen. Yeah, so hiyo time nimesoma, nimemaliza shule, angoja kupata kazi. Sasa kuna seasons nilikosa hapo. Si watu tunahubiriwa kwamba time and chance happens to everyone. Sio? Sasa hiyo time opportunities zilikuwa zinatokea, alafu vitu vinafanyika. Hasa nikakosa, nikaingia katika season ya dry spell sasa. From 2022 dry spell 2023 dry spell 2024 dry spell 2025 ikawa imeanza kama dry spell pia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimeketi pale na mtumainia Mungu, kuna biashara yangu kidogo nafanya pale, nauza kuku, fanya vitu kidogo pale, nijiwekea vitu kidogo. Mambo yakaja yakakuwa mabaya kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kikaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikafika mahali nikana crashing kabisa. Alafu nikawa naongea na Reverend na pia Pastor Patrick. So this time sikuongea na Pastor Patrick, nikafanya tu uamuzi, nikasema acha niende nikachukue pikipiki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilienda kuchukua pikipiki, nikaja tayari nikamwonyesha Reverend, nikamwambia nimechukua pikipiki na mimi naingia barabarani nimeboda. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Patrick sijamwambia. Asubuhi na mapema niko pale kwa ile bambole mliwa yuko pale. Pastor Patrick anapita. Alafu ananiangalia. Yesu asifiwe. Ananiangalia alafu ananiuliza, "Wewe siku hizi uko hapa?" Alafu lakini sasa kulingana vile ambavyo alikuwa anaongea
sikuona ni kama ambaye ilikuwa imempendeza hata moyoni. Bwana Yesu asifiwe. So haikuwa time rahisi, kwa sababu sasa sometimes nilikuwa narauka naenda kule Naivas pale asubuhi. Wale ambao wajui wa mabasi yanaingia mapema sana. Pale lazima uko wewe ni mtu ambaye uko strong sana. Maana kuna mbinde pale. Unajua mbinde? Pale lazima uchangamke. Maana sasa unajua nikiwa hapa leba mimi sijulikani hapa leba, si ndio? Sasa watu wako pale wanafanya kazi na kujuana. Huwezi panda pikipiki ya mtu ambaye hamjui, si ndio? Sasa watu wanachukua wale watu ambao wanajuana mpaka waanze kuzoeleka. So usipofanya kitu extra, basi kumaanisha ukishinda pale the whole day na utapata kitu, si ndio? Sasa ikabidi nimeanza kurauka nitafute vile ama nitapata pesa. Siku nyingine tumerauka, kuna SGR pia wao inashukisha mapema. Tukopa kwa mambo. Jamaa mwingine na pikipiki yake anakuja ananigonga kwa sababu tunang'ang'ania mteja. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa situation ambayo ni nzuri na si kitu ambacho hata mtu anaweza jigamba nacho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kupitia haya yote, kuna time hata nilianza kazi hiyo asubuhi saa 10:30. Alafu baada ya some incidences zimetokea hapo hivyo, nikatoka kwenye kazi. Nikaenda zangu nyumbani, nikaenda nikalia, nikaomba, hata nikashindwa kuomba tena. Nikalia tu hapo hivyo, alafu nikatoka. Nimefika saa 5 lakini sina hata hiyo nguvu ya kufanya nini? Ya kuingia kazi. Kwa sababu sasa nikaangalia ile situation. Si ati mimi mwenyewe nimefanya nini? Nimependa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kitu ilikuwa tunaendelea tu kuniambia kwamba huu ni mwaka wa Breakthrough Unlimited. Lakini hata kama hiyo reminder ni Breakthrough Unlimited, lakini sasa ukiangalia ile chain ya zile events haikai kama breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa uko na biashara, si ndio? Hiyo time kuanzia Januari mpaka mwezi wa 6 sinauza kuku mimi. Januari mpaka mwezi wa 6 nimekuwa nikiingia hasara throughout. Na nimeimprove structure yangu, niko na kuku wa kutosha, lakini sasa kila time nikiruka wakati wa kuuza kuku wanakuwa na ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. So natibu kuku mpaka namaliza ile faida, si ndio? Nikishamaliza ile faida sasa naingia katika capital kufanya nini? Kutibu tena hao kuku. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kumbuka sasa umeshatumia hiyo pesa, alafu sasa na bado unaendelea kufa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia hivi, ukifunga hautapata kitu kabisa. Lakini ukiendelea kuweka, unaendelea kuuza na nini? Hasara. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio ikafika hapo na ile point nasema acha ni pause for some time. So ndio pale hiyo time sasa kwa kusaidiwa na maombi na pia zile connections ambazo tulikuwa tunaongelea kuhusu hapa, Mungu akainua watu, nikasaidika, nikapata sasa ile opportunity ya kwanza kwenda kufanya kazi pale bandari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa from hiyo point nikaenda, alafu opportunity nyingine ikatokea. Kulitokea several opportunities around the same time. Nikapata opportunity sasa kwenda kufanya kazi Berlin. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Bwana Yesu asifiwe. Alafu baada ya hapo hivyo nikashukuru Mungu, maana pia hiyo sasa ilikuwa inakaa mpaka mami akaniambia sije ikawa na wale comment, because before kulikuwa kuna incident ya watu ambao walikuwa wanataka kupona kwa hizo kazi za kufanya kazi huko nje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya guidance ambao nimekuwa nikipewa na mtumishi wa Mungu ambao nimesaidika sana. Bwana Yesu asifiwe. A lot of consultation na pia kuomba, Mungu amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hata sasa hii niliporudi tena kule bandari, nikamwambia sasa nimekuja na niko na qualifications kidogo zimeongezeka kidogo, mweza nisaidia vipi? Wakasema basi tutakupatia ni ya part time, ukiwa kwa holiday fundishe, alafu time yako ya kurudi unarudi. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu kwamba tumekuwa nayo change na transformation hii season. Na mimi muona mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wao Mungu awabariki. Ni mmoja ambao anaweza kushuhudia. Alafu nilikuwa pia nikiombea for the health of my family. Bwana Yesu asifiwe. Kuna a lot of change yenye imetokea. Kama mtakumbuka, I think
mostly the pastors na elders. Most of the time people tunapiga simu, sijui Neema sijui uko wapi, Bwana Yesu asifiwe. But kuna lot of transformation ambayo imetokea kwamba hata zile simu nyingi za waamini Neema zimeenda kabisa. Kwa hiyo season tangu hiyo time mpaka sasa hivi mimi nashukuru Mungu tu for their help. Yes. Amen. Nakumbuka uliombea mama na watoto wake wawili hapa mbele. Mama katoka akachukua mtoto wake mkono akaleta hapa mbele. Mtoto wa kwanza ni huyu alileta hapa mbele. Nimepata kazi kwa Mary Germany sahihi na tunashukuru. It's a testimony. Yes. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Hapa kuna faith. Praise God. Mimi naomba Steve aje hapa mbele. Wow. Praise God. Sasa leo mimi nitasimama kwa ajili ya ndugu zangu. Mimi ile siku season ya Breakthrough Unlimited, hata sikuwa cha kushangaza, nilikuwa na mahitaji yangu ya kazi, but kitu kilinifanya nisimame hapo mbele ilikuwa kwa ajili ya ndugu zangu. Yes, so najua wengi hawajui kwa nilikuwa nimesimama kwa ajili ya familia yangu. Mimi nilikuwa nimesimama hapa mbele kwa ajili ya my family, not only my kupata kazi, lakini nilikuwa nimesimama kwa ajili ya familia yangu. Na katika hiyo Breakthrough Unlimited sichukulii kupata kazi peke yake ndio ilikuwa breakthrough katika maisha yangu, lakini hata katika ndugu zangu nimeona Mungu amewasaidia. Ukianza na Steve, acha mwenye ashuhudie kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Nisikia jina langu ni Steve, mtoto wa Reverend wa kanisa. Nashukuru Mungu amenisaidia leo katika huu mwaka na mwaka uliopita. Mwaka ni 2014. 2024. Pole. 2024. Leo 2024 kwa natatizika na mambo na kwa nimepata grade, lakini grade yangu kwa kitu nilikuwa nataka mimi mwenyewe moyoni nifanye haikuweza kufanikiwa. Lakini sasa kwamba Mungu na pia akasaidia katika mapenzi na dadangu. Kanaambia hiyo grade pia unaweza pata kazi na seti kazi tu, unaweza pata skills ukasomea na ukaendelea. Sasa alinitia nguvu katika 2024 kachagua kozi ya kwanza. Kajaribu kuifanya, lakini sasa kuna changamoto pale katikati. Na mimi kwa Mungu sikufa moyo. Katafuta tena kozi yangu ya pili na mkaichapa hivyo. Na sasa nashukuru Mungu nimemaliza kozi yangu ya Food and Beverage Production. Wow. Kwa machache nashukuru Mungu. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. So hiyo Breakthrough Unlimited nilikuwa na maombi mengi, manake nilikuwa naombea ndugu zangu, familia yangu, so nilikuwa na mzigo mkubwa by the way. Poleni kwa hayo yangu na nyepesi sana. Namuelewa katika hii hali. Na pia nashukuru Mungu pia kwenye familia yangu, nimepita yangu mengi nyumbani, lakini mimi bado nashukuru. Mungu ndo ameniweka hapa mbele sasa hivi. Hapo pia mimi kwa sivai nguo nzuri za zinakuwa napenda tu kuvaa nguo nje kanisani, lakini nashukuru Mungu pia. Yes. 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 Yes.
Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya kuhusu familia anayosema Julius naye alikuwa amesumbuka kidogo kwa ngozi yake, alafu akarudi vizuri. Lakini katika hilo pia amekuwa mwimbaji pale Dar es Salaam, anapiga hiyo muziki. Huo ni wimbo wa Julius ambao ametoa pale Dar es Salaam. Bwana asifiwe. Amen. Tumetoa jimbo ile sasa na tunaamini kwamba Mungu anazidi kumsaidia. Nafikiri nitakuja naye Mbalamba aperform kama mmoja. Amen. So we thank God for the things that he's doing. Nashukuru Mungu kabisa kwa kile ambacho anakifanya na kuna sababu za kujivunia. Unamaliza ushuhuda au umefika mwisho? Amen. Langu tu ni shukrani kwa Mungu. Sio pia nashukuru Bishop mwaka jana alivyokuja, ni nashukuru kwa manake alinibariki. Nakumbuka neno moja alisema, wazazi wako hawatalia kwa sababu yako, na sijawahi sahau, na naomba Mungu anisaidie ili wazazi wangu wasilie kwa sababu yangu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushuhuda wa mwisho tafadhali kabla hatujafunga, sio ushuhuda wa pastor na familia yake. Bwana asifiwe sana. Na mimi kuna kitu Mungu amefanya katika familia hii. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo tukiwa hapa kanisani. Wageni walikuja, nataka niintroduce kwenu. Mimi ni Samson Jeff Kageni, hiyo ndio jina la mzazi wangu. Nilikuwa niko pale lakini nikaguswa sana moyo wangu. Pia mimi nimepitia channel ambayo kidogo ina changamoto nyingi sana. Katika familia yetu, nasema anamaanisha tumbo la mama. Mimi ndio mtoto wa kwanza peke yake. Niliweza kufika form 4 hata kuanzia kwenda college. Kwa wale ambao wanijui mambo nini academic yangu ni kwamba mimi nilipitia through national service. Nadhani kama kuna mtu hapa ambaye anafanya hiyo paramedical training na zile za kule, anaweza kujua nini namaanisha. Mimi niliingia kule 2017.
nilimaliza shule ya 2016 pale Mtongoloni High School. Wale wanajua Mtongoloni na pale high school sikufanya vizuri vile. Sema kwa unajua ukificha itakuwa unajiumiza mwenyewe. Upande wa hesabu sikufanya vizuri, na pia upande wa English sikuwa vizuri vile. Na si kwamba mimi sikuwa shapu binafsi, lakini kuna changamoto zinapofanyika huko shule. Walimu muangalie kama kuna ma-principles hapo wa shule, mjaribu. Hiyo ni changamoto kweli. Sababu huwezi kuwa labda huko principal pale shule na kuangalia mienendo ya walimu wako. Kuna wale wanakuja wanatoka kama university zao wanasema ni intern. Wanakuja wanafunzi pale, lakini utashangaa kwamba ile anafunza anakuja yani mtu lazy. Anakuja pale piga story na wanafunzi 20 minutes za mwisho ndio kufungua vitabu. Sasa watu kama wale watu waste, watu kama sasa hivi ninaona changamoto kubwa sana. Kwa sababu hizi topics ambazo zinafunzwa huwa zinaendelea kuanzia primary, naenda pale secondary na hata kule colleges. Sasa changamoto kubwa sana nilipata katika kule National Service. Nilifika pale mgeni kachukuliwa pale mambo kama waskari nini, niingia ndani tukafanya mazoezi yetu pale. By the way ilikuwa miezi 7 wetu sisi gilgi kule na kule tukafanya vizuri kamaliza, wakuja wakati wa kuchagua courses. Sasa pale ndio kulikuwa na changamoto kubwa zaidi katika maisha yangu, lakini nashukuru Mungu kwa sababu kuanzia hapo mpaka sasa hivi kama bado niko hai, nashukuru Mungu sana. Nilichagua craft automotive engineering, ikapelekwa kule Mombe yako ikajibiwa, ikakuja course ni hiyo kweli ilikuwa naipenda, nikatuma mahali. Lakini before tutuma mahali huwa nimetumikia serikali for almost a year, ambapo sasa nilitumwa Homa Bay County mahali inaitwa Lagwe pale. Kule kwenye ile Homa National Park au mtashaenda tembea huko na hapo ile Victoria. Nikamaliza hapo ndio nikatuma shule sasa upande wa Tarakaniti kule. Shule ilikuwa ni sio ilikuwa watu kama kwanza pale kwanza inaitwa Taraka Chifu. Nilifanya masomo yangu wakati huo ilikuwa ni NEC mambo na modules. Kaja mtihani pale fanya. Asante sana kukumbusha wakati. Nikafanya pale kumaliza module 1 nikapeleka majibu wakati ya vizuri. Module ya pili sasa NEC ile ni mtihani wa mwisho wafanya, lakini haikuwa vizuri vile. Makaratasi mawili pekee yake ndio aliniangusha mimi, na mpaka sasa hivi sijaweza kupata uwezo wa kurudi shule. Na pia nikikumbushwa kwamba mambo ya NEC siku hizi hakuna tena, ufanye ile mambo mengine. Sasa nashukuru Mungu ile national service pale inaitwa discharge. Hiyo pekee yake inanisaidia mimi sasa hivi. Hata nimeandika kazi ya security officer pale Mtamboni kwa sababu ni hii. Mimi nataka kushukuru sana. Naona kwamba kama ni achievement. Mambo yalikuwa naona kama breakthrough kidogo, sababu nilikuwa kule nyumbani pia mimi nilikuwa na kanisa ICK na nikatoka kule nikaja huko town karibu na kazi mambo ya afya. Watu wanasema mbona kuja nyumbani? Sio kwamba sikuja. Najaribu kujitetea nafsi yangu. Sasa hivi pia nataka kanisa mniombee kwa sababu mambo ya kwamba wazazi wangu walichukua shule sasa haiwezekani. Niko na vitu mimi mwenyewe nataka nifanye ya mwezi wa 3 mwaka ujao. Mniombee niweze kufaulu katika maisha yangu. Sikuwe mtu kusema labda niwe mzigo kwa wazazi, hiyo si nzuri. Na nataka mkienda kwa Mungu mkumbuke tafadhali. Bwana Yesu makofi. Taja jina la mtu kama mmesikia. Mimi huwa niko pale kwa very keen. Katika maombi, katika mazungumzo akasema Jeremiah uko wapi? Mnakumbuka? Bishop unakumbuka wewe mwenyewe? Akasema Jeremiah uko wapi? Katikati ya mahubiri hapo. Bwana asifiwe. Mke wa Jeremiah njoo hapa mbele tafadhali tu tushuhudie. Hiyo nimekubalika. Kama nikukomoa sawa tu. Niambie tu nimekuaje. Kile kitu kama muone nimekuaje. Kisha baadaye wakati uko sawa tu. Hii siku ile tu amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe kanisa. Pia mimi nashukuru Mungu amenilinda na familia yangu. Mimi ni bibi ya Jeremiah na Jeremiah tulikuwa hapa sote, lakini akasomea Bible. Alipomaliza akaambiwa na yule aliyekuwa mwalimu wake kwamba kuna kanisa mahali analifungua na yeye atalisimamia. Sasa akaenda kule. Alipoenda kule mimi sikuweza kuenda kule. Mpaka leo sijajua hilo kanisa liko wapi.
na kama nimefanya makosa katika hayo, naomba Mungu anisamehe, lakini sijawahi kuenda, na kufikia saa hii hata yeye anasema kule hataenda, atarudi hapa. Manake hata watoto walikuwa wamenikataza kuja nao, lakini kufikia saa hii wote niko nao hapa. Hayo nashukuru Mungu, mbarikiwe. Bwana akubariki sana. Bwana asifiwe. Mama alikataa. Tumeenda kumtembelea siku moja, sema huko sitaenda. Na kama unalazima kwamba niende huko, basi wamtafutie mtu mwingine. Lakini mimi huko siendi. Huo ni msimamo. Akasema asije kanisani pia, yeye naye haji kanisani. Kama kwa muone bwana yake aliyosema kwamba asikanyage huko tena. Na watoto pia kama amechukua amekaa nao kule. Lakini akipewa nafasi mwisho akamwambia haya nenda kwenda kanisani sasa. Akakuja mwisho akampea na watoto kaambia enda nao kwa sababu sasa naona nimeshindwa. Bwana asifiwe. These are what we call testimonies. Bwana asifiwe sana. Na mimi nabii umeshafanywa na Mungu. Kuna mwingine ambaye anasikia moyoni asinyamaze tu kabla ifike ile saa 6. Kuna mwingine hapa. Pigie Bwana Yesu makofi. Kuanzia Breakthrough Unlimited hadi sasa tumeendaje? Mpaka saa 6 pale, nimpatie mtumishi nafasi. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kwa majina naitwa nani? Auntie. Naitwa Auntie. Amen. Naitwa Phoebe, nashukuru Mungu. Mungu amekuwa mwaminifu pia. Nimemwona tangu nikuje katika kanisa hili, nimeona Mungu akitenda makuu. Na nakumbuka last year wakati askofu pia aliomba, aliniombea akasema sitalia tena. Nilikuwa nimelia sana, lakini Mungu akawa mwaminifu. Aliponiambia sitalia tena, na kweli sijalia tena. Ninalia machozi ya furaha. Yes. Sikujua kana kwamba nitakuja kusimama tena na niketi na watu wakuu. Amen. Sikujua kwamba ninaweza miliki hata shamba katika eneo hili. Amen. Maana kule ninatoka kuna mashamba mengi. Kitale, Pastor Charo anajua na Pastor Patrick wamefika kule. Kuna urithi uko mingi kule, lakini nilipokuja Kilifi, Pastor Patrick and Pastor Esther waliniguza na wakanishika mkono. The first day niliingia katika nyumba yao, nililia machozi. Na akaniambia sitaki kuona hayo machozi tena. Na ninashukuru Mungu, kweli nimemwona akitenda. Amen. Mungu amenibariki na shamba. Mahali hapa ilikuwa shamba ndogo. Pastor Patrick wakaja kwa lile shamba wakaomba na Reverend. Nilikuwa namshuhudia Reverend, nikimwambia, alipotamka akasema na hata hili lingine utamiliki. Na kweli huyo mtu alisumbuka, akasumbuka na hatimaye akaniitia hilo shamba. Lakini amekuwa witness. Hata nikilipa pesa tulikuwa na Pastor Patrick. Na sikujua venye nilipata hizo pesa. Nimelipa hilo shamba, nimeongezeka. Kazini Mungu amenionekania. Mimi nilikuwa mtu mdogo pale kazini, lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Nilibadilishwa kitengo kingine cha kazi. Nilikuwa nimeumia sana mahali penye nilikuwa, but position nilipewa, Mungu amenifanya nimetulia. Yeah. So ninashukuru Mungu. Na kupitia hiyo kutulia, saa hizi pia nimechaguliwa mmoja wa kwenda na one of the directors. Yes. Kutembea na wao. Wameniweka katika kitengo kingine. So nikisimama hapa hivi Wednesday nitakuwa ninasafiri kwenda training Nairobi, alafu nitakuwa ninasafiri kwenda Tanzania. Yes. Mahali panaitwa Morogoro. Wow. So
Ninashukuru sana. Mimi niliyekuwa mdogo, wameniona tu mimi nichaguliwe niende na wale wengine kwenda kuwakilisha shirika letu kule. So nilipoanza hiyo safari, nakumbuka Pastor Reverend alisema watu watafute passport. Nikasema amen kubwa sana. Sikujua nitafanya aje, nitaanzia wapi. Nikauliza ushauri kwa Pastor Patrick. Wamenisaidia, nimeweza kufanikiwa. So nitakuwa ninasafiri kwa muda wa mwezi moja na masiku sitakuwa pamoja nanyi. Lakini nimemwona Mungu. Nilipoambiwa kwamba sitalia, kweli sijalia. Nilikuwa nikisumbuka. Ninashukuru Mungu. Amen. Ninashukuru Mungu. Ambaye nimekuwa nikimwombea mtoto wangu ambaye anacheza chombo hapa, anaitwa Gift, na Mungu amemuinua, amemsaidia hata katika ulingo wa muziki. Tunaona Mungu akitenda. Na is a miracle child ambaye Mungu alinibariki naye, na ni huyo tu niko naye. Ninajua kwamba Mungu anamuinua pia katika mataifa. Amen. Mkaweze kubarikiwa. Kanisa hili limenifunga, limenisaidia, limefanya nimepona moyo. Sikujua hata ninaweza simama kufanya huduma tena, lakini Mungu amekuwa mwaminifu. So haya machozi nayolia ni ya furaha. Amen. Najua nitawakosa sana, na ninapoenda ninajua kwamba ninaenda kuwakilisha. I'm going to be the ambassador of this church wherever I'm going. So be blessed so much. Ninawapenda. Asante. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakiendelea kusabusa huko, basi Mungu amekuwa mwaminifu sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So tunaposema tunamleta mtumishi wa Mungu Kenda, ni ile impact ambayo ameacha hapa. Na joke na yeye nikasema nitakuja kuambia pale Maramba kama wanakuchezea basi tufungulie kanisa hili. Bwana asifiwe sana. So muwe mashahidi hapa leo ya kwamba kama mtakuwa mnamchezea kule, au ni vile nabii ana sauti kwake au heshima kwake. Ana heshima Amen. Sisi wanasema ana heshima nyumbani. Bwana asifiwe. So kwa ajili ya muda wakiwa wanafunga ile mitambo pale, tukalete tu kikosi cha waimbaji kutoka Dar es Salaam watuongoze na worship peke yake, wimbo wa kuabudu, alafu tukiwa muda wa kumwabudu Bwana, alafu mlete